Kila mwezi nabeba ndoto zangu mikononi, lakini huziacha njiani, si kwa sababu nimeshindwa, bali kwa sababu sina pedi. Kila mwezi maelfu ya wasichana Tanzania hukosa siku za masomo, si kwa sababu hawataki kusoma, bali kwa sababu hawana uwezo wa kupata pedi za hedhi. Hii ni hali inayojulikana kama period poverty, changamoto inayogusa afya, elimu na heshima ya msichana. Changamoto ninayokutana nayo wakati wa hedhi ni ukosefu wa vifaa muhimu. Natumia vitu ambavyo sio sahihi na sio salama kwa afya ya mtoto wa kike. Changamoto ninazopitia wakati wa hedhi: kunyimwa hela ya pedi au kulazimika kujistiri kwa kitambaa, na hulazimika kabisa kutohudhuria shuleni. Katika jamii yangu, wasichana wanapitia changamoto kubwa sana. Unaweza ukashangaa mtoto ndo yupo huko shuleni anakutana na hiyo changamoto, zile taulo ana na upatikanaji wake na shida, anashindwa hata kukaa darasani. Mimi kama msichana kiongozi, changamoto wanazopitia wasichana wenzangu wakiwa kwa kipindi cha hedhi, hasa walioko mashuleni, hawana vifaa bora vya kuhifadhia. Hivyo basi nawapelekea wasichana kutumia vifaa ambavyo sio salama kwa afya yao. Gharama ya pedi na upatikanaji wake unawaathiri vipi mabinti hawa pindi wanapokuwa katika siku zao za mzunguko? Gharama ya pedi inaathiri familia nyingi kweli. Kwa binti yangu, kipindi akiwa hedhi, anahangaika sana kufuatana na vifaa. Anatumia vitu ambavyo vinaweza vikamwathiri. Vifaa ambavyo vinavyohitajika atumie vina gharama kubwa sana. Tunatumia mavi ya ng'ombe, vitambaa na vingine vingi, ila hivyo vitu vinatufanyia madhara ikiwemo kuchubuka, fangasi na magonjwa mengine mengi. Wazazi wengi wa huku ni wana kipato cha chini. Anaona kutoa shilingi 2000 kumpa msichana akanunue pedi, alafu nyumbani hana mboga. Ni bora ile 5000 akanunue nini? Mboga, kuliko kumpa binti hela akanunue pedi. Ugumu wa pesa kulingana na mazingira nyumbani. Pedi zinakuwa na bei ya juu na mtu anatakiwa kutumia kwa siku 3 au 4. Kwa hiyo uwezo huo hawana. Sisi kama Msichana Initiative tunadili na swala zima la period poverty, kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwenye jamii. Jamii yetu haina uelewa mkubwa kuhusiana na masuala ya period poverty. Kosa pedi kunaathiri masomo ya wasichana. Kwanza kabisa, binti au msichana akikosa pedi hawezi kwenda shuleni kwa sababu hana vifaa vizuri vya kujihifadhia. Kwa hiyo anakuwa hana uhuru ule wa kukaa darasani na kusoma na wenzake. Kukosa shule kwa sababu ya kukosa pedi. Mara ya kwanza kabisa nilipokosa pedi, sikuwa na kifaa cha kujistiri niweze kufika shule. Kwa sababu ya uchumi wa nyumbani ni hafifu sana. Baba alishindwa kunipatia hela ya pedi, ili nilazimu tu kukaa nyumbani. Kwa sababu nilidhani wanafunzi wenzangu watanicheka na nitajisikia vibaya, na nikikaa nitaona kama nimechoka sana nyuma. Msichana Initiative na wadau wote wanafanya jitihada gani katika kuhakikisha pedi bure, pedi bila kodi inashughulikiwa? Kampeni ya pedi bure, pedi bila kodi inalenga mahususi kabisa kuhakikisha kwamba serikali iweze kutoa kodi kwenye zile taulo za kike au ipunguze tozo. Sisi kama serikali ya kijiji tunafanya jitihada nyingi kutafuta wafanyabiashara na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba hizi pedi au taulo za kike zinapatikana kwa urahisi, kuweza kuwapatia watoto wa kike au wasichana ili waweze kujistiri katika siku zao za hedhi. Hedhi si uchaguzi, ni hali ya asili ya maisha ya kila msichana. Hakuna msichana anayepaswa kukosa elimu, heshima au ndoto zake kwa sababu ya kukosa pedi. Kwa wasichana kama mimi tunapopitia changamoto kama hii, tunaiomba serikali tuletewe pedi kwa wingi na tupunguziwe bei ya kununua kule mtaani, ili mzazi aweze kutununulia kwa bei nafuu. Elimu itolewe kwa wazazi ili wajue umuhimu wa hizi taulo za kike. Jamii ina jukumu au wazazi wana jukumu ya kumnunulia mtoto au mwanamke pedi ili aweze kujistiri, aweze kuwa na afya ya uzazi iliyo salama. Ningependa kuishauri jamii yangu iweze kuunga mkono kampeni ya pedi bure, pedi bila kodi, kwa sababu tunaona wasichana wengi hawafahamu kampeni ya pedi bure, pedi bila kodi. Hivyo inapelekea wasichana kutumia vifaa ambavyo sio salama kwa afya yao. Matokeo makubwa ambayo tunafikiri yanaweza kupatikana baada ya utekelezaji wa sera hii kubwa na la msingi, kwanza na upatikanaji wa hii bidhaa kwa maana ya taulo za kike. Tunaenda kutoa suluhisho la changamoto hiyo ambayo mabinti wamekuwa wakiipitia, ili basi waweze kubaki shule, wasome na watimize ndoto zao. Ninaiasa jamii inayonizunguka
So kwamba jukumu la kujua wakati wa hedhi wa mtoto wa kike ni la mama peke yake. Hata sisi wa baba au wanaume na hilo jukumu la kuhakikisha watoto wetu wanapata vifaa wakiwa kwenye hedhi, ili kuepusha ile kuweza kuhudumiwa hata na vijana mtaani, na tusione aibu kujua nyakati za watoto wetu wakiwa katika mzunguko wa hedhi. Ni muhimu jamii na serikali kushirikiana kwa pamoja ili kuleta uelewa wa pamoja. Serikali ndiyo inayopanga bei ya tozo, lakini jamii ndio watumiaji sasa. Kwa hiyo itasaidia kuwa na mtazamo wa pamoja kwamba tunaigusa jamii moja kwa moja katika swala zima la period poverty. Ni wakati wa kuchukua hatua. Pedi bure, pedi bila kodi.